okay. Kwa hiyo utaandika text yako kama hivi, kisha utabonyeza hii text, right click, utabonyeza convert to smart object, kisha utabonyeza Control T, uta right click, utachagua perspective, kisha utafuata hizi settings ambazo mimi nazifanya hapa. Utabonyeza Control J ili kuitoa copy hii. Kisha utabonyeza hii copy, utabonyeza Control T, right click, utasema flip vertical, utaishusha chini kama hivi. Right click tena, utachagua distort, kisha utafuata hizi settings. Utafuata hizi hatua ninazopitia hapa na utafanya hivi hivi. Maliza, utabonyeza okay. Kwa utapata kitu kama hiki, utaisogeza kidogo hivi. Utabonyeza na Control T kuhakikisha inakaa sawa. Utachagua distort. Kwa hiyo utai-arrange tena ikae sawa. Utabonyeza okay. Kwa hiyo utapata kitu kama hiki. Utakuja hapa kwenye hii copy, utakuja chini hapa FX au layer styles, utabonyeza, kisha utachagua color overlay. Hakikisha tutaweka rangi ya kivuli chetu, tuweke light gray. Kwa tutachagua light gray hapa, tutabonyeza okay, hapa okay. Tutakuwa tumepata rangi kama hii ambayo ni rangi ya kivuli chetu. Kivuli tutakisogeza kidogo hivi. Alafu tutahakikisha kinakaa chini ya hili neno kama hivi. Neno natakiwa likae juu, kivuli kikae chini kama hivi. Kwa hiyo baada ya kutumeka chini, tutaweka hapa layer mask. Kisha tutachukua gradient. Utahakikisha hapa ipo black and white. Utabonyeza hapa. Kisha utakuja hapa, utafungua hii basics. Utachagua hii ya tatu, black and white. Kisha utabonyeza okay. Kwa hiyo utahakikisha umeweka hii black and white. Kisha utaanza kuchora kama hivi. Utashika shift, alafu utaweka kasa yako huku upande wa kushoto. Utashika shift, utadrag kwenda upande wa kulia kama hivi. Kwa hiyo utakuwa umefanya kitu kama hiki. Tutakuja tena hapa kwenye opacity, tutapunguza opacity kidogo. Tutaweka 70. Kwa hiyo tutapata kitu kama hiki. Kisha tutakuja kwenye hii background layer. Tutabonyeza hii alama ya kufuli hapa mara moja ili kuitoa lock. Kisha tuta add layer styles hapa kwenye FX, tutabonyeza mara moja. Tutabonyeza hapa palipoandikwa gradient. Tutaweka gradient kwenye background yetu. Kwa hiyo utafungua hapa gradient yako. Upande wa kushoto utahakikisha unaweka rangi nyeupe. Upande wa kulia tutaweka rangi ya gray kama hivi, light gray kama hivi. Kwa utabonyeza okay, utabonyeza okay, na hapa utabonyeza okay. Kwa hiyo tutakuwa tumepata kitu kama hiki. Na hivi ndivyo tunavyoweza kutengeneza perspective effect katika Photoshop. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii ili uendelee kujifunza zaidi.